Binti, lecture sio Mungu. Lecture sio mwamuzi wa hatima yako. Inaongea hivi kwa mantiki ya kwamba unaweza kuwa uko chuoni na umepata labda carry over au umepata sub. Na kila ukijaribu kufuatilia matokeo yako au kuona namna ya kurudia mitihani, lecture anakuambia mseksi, umpe rushwa ya ngono ndo akusaidie ku recover vile marks ambazo zilipotea. Listen nikwambie, hatima yako ipo kwenye mikono ya Mungu pekee. Yeye aliyekuweka hapa duniani ndiye anajua hatima yako iko vipi, na yeye ndiye ameipangilia kutokea mwanzo mpaka mwisho. Sasa kuna wengine wa kujirahisisha wameamua kutoa rushwa ya sex ili marks zao zirudishwe, ili warudishwe chuoni, ili wapate GPA kubwa. Sasa tukirudi kwenye maamuzi ya matokeo ambayo mtu ameyapata kwenye maisha au kwenye elimu alionayo, hatusemi kama Mungu amehusika kwenye mafanikio yake. Tunajua kwamba ngono ndio imehusika kwenye mafanikio na sio Mungu. Ukikubali kulala na lecturer ili upate GPA kubwa au ili akuondoe kwenye carry over au ili akutoe kwenye sub, hatuyahesabu hayo matokeo kama ni Mungu amefanya. Tunahesabu kwamba seksi ndio imekuamulia matokeo. Biblia inasema hivi, ikimbieni zinaa. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 18 anatuamuru tuikimbie zinaa. Ukiruhusu zinaa ikuamulie matokeo, ni kuhakikishia kwamba kuna mambo yatatokea, kwa sababu kazi ya zinaa ni kumpofusha mtu akili. Utatoka chuoni, umepata GPA kubwa, umeepuka hizo carry over na supplementary, lakini kwenye maisha lazima upigike, lazima usote kwenye yale matokeo ya zinaa ambayo uliyafanya ukiwepo chuoni. So seksi itaharibu matokeo yako ukishamaliza chuo. Ukishafika mtaani kule, akili ya kupata ajira, ya kujiajiri wewe mwenyewe binafsi haitakuwepo. So zinaa inakimbiwa, zinaa isogelewe. Unaweza kusema amenishawishi, sikuwa na namna ya kumkataa. Yusufu atakuwepo kukuhukumu. Atakwambia kwamba ni utendeje ubaya huu nimkose Mungu. Alishawishiwa na mke wa Potifa, mke wa bosi mwenye hela, lakini alikataa. Akasema nifanyaje ubaya huu nimkose Mungu, na Mungu akampa promotion ya kuwa waziri mkuu. Wewe lecturer tu anakurubuni na wewe unakubali. Au utakuwa na cha kujitetea, au utakuwa na cha kujitetea. Unachopaswa kukifanya ni kukimbia zinaa. Kataa kwa maneno, mwambie sitaki. Urudishwe nyumbani, urudie mwaka. Mungu anajua namna ya kukusaidia na kukutoa hapo. Unajua baraka ya Mungu ni bora sana kuliko matokeo yanayoletwa na zinaa. Baraka ya Mungu hutajirisha. Matokeo yatakayotokea baada ya wewe kukataa kulala na lecture ni mazuri kuliko baada ya hapo nini kitakutokea baada ya kukubali kusex na huyo lecture wako. So yeye hawezi kuamulia hatima ya maisha yako. Mungu pekee ambaye baada ya kuikataa dhambi atakupa promotion. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri.